Maisha ni kama daraja na daraja ni kama maisha. Kwa majina naitwa Joseph Humphrey Tumsifu Sawe. Leo ni siku nyingine tena nimekuja mbele yako na tamthilia pendwa ambayo naitwa Mkoba Unaotembea. Mkoba Unaotembea ni story ambayo inaelezea maisha ya usilias pamoja na uchawi, na huo uchawi ambao unaotembewa na wanadamu. Nikisema unaotembewa na wanadamu ni ule uchawi wa kutupiwa, halafu ukawa unaendelea tu na maisha yako bila wewe kujua. Stori yetu bwana inatuonyesha kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Machupa. Mzee Machupa aliweza kukabidhiwa shilingi 3 za pesa ya kizamani sana. Zile pesa aliweza kuzilinda, maana alikabidhiwa na mizimu ya ukoo wao wa Mzee Machupa JR. Hiki ni kijiji cha Mpiji Magoe kinachopatikana pembezoni mwa Dar es Salaam. Leo kama host wako nimeamua kukuletea simulizi hii yenye kisa na visa na matukio mbalimbali. Uchawi unarudisha nyuma, uchawi unaua maendeleo, uchawi unazuia mafanikio. Inatuonyesha kuna binti ambaye anaitwa Badi. Huyu ni binti kutoka Tanga, lakini alikuja Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Lakini binti huyu alikutana na uchawi mbaya sana. Aliwezwa kutupiwa uchawi wa kutokublidi ndani ya miezi 3. Lakini uzuri wa huyu binti ni binti mnyenyekevu, mwelevu, mwenye heshima, mwenye adabu, ambaye aliweza kuonana na Mzee Machupa. Mzee Machupa au kijana Machupa, maana Mzee Machupa mwenyewe aliweza kufariki, mikoba yake akamkabidhi JR Machupa ambaye anaitwa Richard Machupa. Richard Machupa bwana, nyumba zake alizokuwa anaishi ni pembezoni mwa miti yote mikubwa. Hii ndio ilikuwa sehemu yake ya kujipumzisha. Pia JR Machupa alikuwa mkononi akitembea na chupa ambayo yenye kinywaji cha tofauti ambacho mimi na wewe hatuwezi kukifahamu, maana kilikuwa kina rangi nyekundu. Alikuwa kila anapomaliza kuzungumza na mtu au kumweleza mtu changamoto anayopitia, alikuwa anashushia kinywaji hicho. Leo Badi anapita katika mkwaju mkubwa sana pembezoni kidogo mwa miti, katika mti mkubwa sana, akionekana anachezea simu. Alipopita pembezoni, aliona kwamba kuna mtu amelala katika mti huo mkubwa wa mkwaju. Kama unavyofahamu, watoto wa kike ni watu ambao wenye asili ya roho ya huruma sana. Halafu kama nilivyokueleza, huyu binti anayeitwa Badi alibarikiwa kuwa na roho ya upole na roho ya huruma na roho ya kusaidia watu. Vile vile alijisogeza pembezoni mwa huo mti, alimkuta Machupa JR ameuegemea huko akiwa amejipumzisha. Kwa huruma yake, Badi aliweza kumuita jina lake. Mzee, tafadhali, umekufa au mzima? Maana unanitia hofu, unanitia uoga mzee wangu, maana sehemu uliolala sio sehemu nzuri.
maana vijana wanaweza akaja akakuibia vitu ulivyokuwa navyo. La hasha, mimi siwezi kuibiwa kama unavyodhani binti yangu Badi. Huyo sasa ni mzee Machupa anazungumza na Badi. Unadhani mimi nalindwa hata na serikali yako? Badi aliishiwa maneno, alikuwa anamsikiliza tu mzee Machupa anachozungumza. Mimi silindwi na serikali yako na wala silindwi na unavyodhani wewe. Mimi nalindwa na mizimu ya mzee Machupa. Sawa binti yangu Badi? Mzee, umenijuaje jina langu kama naitwa Badi? Unadhani mimi ni mtu wa kawaida? Mzee Machupa sasa anazungumza. Mimi si mtu wa kawaida. Mimi naongozwa na mizimu. Mimi nasimamiwa na mizimu, haswa mizimu ya mzee Machupa. Badi akabaki anamshangaa huyu mzee, amelijuaje jina lake? Au mzee umelijua jina langu, labda ulipita sehemu ukakuta labda wananiita? Hasha, mimi sio mtu wa kusikiliza maneno. Mimi sio mtu wa kusikiliza watu wanazungumza nini, bali mizimu yangu imeniambia wewe unaitwa Badi na wewe upo na matatizo makubwa sana. Nahitaji nikusaidie. Badi akashangaa, unisaidie wakati wewe ndio unahitaji kusaidiwa? Badi anamwambia sasa mzee Machupa, wewe ndio unahitaji kusaidiwa. Mimi sina haja ya kusaidiwa na mtu kama wewe. Mimi nahitaji nikusaidie wewe, nikupeleke kwa mwenyekiti. Mwenyekiti akuandike katika daftari la mkazi mpya, maana wewe ni mgeni katika kijiji chetu na sijui umetokea katika kijiji gani. Badi, unaamini mwenyekiti anaweza kaniorodhesha katika daftari na akaweza kunilinda siku mzima au siku nzima? Mimi nyumba zangu ni kwenye miti. Mimi nafikia kwenye mti wowote mkubwa. Umepata bahati sana kuniona. Nahitaji nikusaidie kwa kuwa unadharau. Leo siwezi kukupa msaada. Tuonane siku nyingine ndo nitaweza kukusaidia. We mzee vipi? Sasa ulichokasirika umekasirika nini hapo? Badi anamwongelesha Machupa Jeyala kwamba amekasirika nini. Mzee Machupa aliona sasa huyu binti kama anataka kumpanda kichwani. Alichoamua kumwambia, binti, tafadhali naomba uondoke. Siku tutakayoonana, siku yoyote utakapokuwa na shida, utakapokuwa na uhitaji, umesema huna haja ya kusaidiwa, basi naomba uniache na nafasi yangu, naomba uniache katika nyumba yangu. Tafadhali naomba uondoke. Mimi hapa nipo salama, sitaki kulindwa na serikali yako, maana serikali yangu ndio inayonilinda. Serikali yangu ni mizimu yangu ya mzee Machupa Jeyala. Toka, naomba uondoke kabla sijakasirika. Kwa kuwa Badi ni mtoto wa kike ambaye hajazoea kubishana na watu, ilimbidi aondoke huku akiwa anatazama nyuma kwa uoga sana. Kinachomfanya ashangae kuona kwamba huyu Jeyala Machupa amejuaje jina lake. Basi siku ya leo ikaweza kukatika. Naomba niishie leo kwa hapa. Mwendelezo wake ni wiki ijayo. Tunafundishwa yoyote utakayekutana naye popote, tujaribu kujinyenyekeza, tujaribu kuongea nao katika hali ya utaratibu, tujaribu kuzungumza nao kwa upendo, tujaribu kuzungumza nao katika hali ya utulivu, maana huwezi jua kesho yako yeye ni nani, wewe utakuwa nani. Tujifunze kwa madogo, tuyashikilie kwa makubwa. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Sawe Media. Ni mimi host wako Joseph Humphrey. Tumsifu Sawe. Usisahau kucomment, kulike na kushare video hii. Asanteni sana.